Ukombozi wa jina lako ina maana ni ukombozi wa utambulisho wako, ni ukombozi wa historia yako, ni ukombozi wa hatima yako. Hatima yako au utambulisho wako hauwezi kutokea kama usipopambana. Kama usipopambana. Jina linabeba historia hadi za ukoo. Jina linabeba maneno hata uliotamkiwa na wazazi wako, hata uliotamkiwa na mababu zako, hata uliotamkiwa na mashangazi zako. Jina linaweza likabeba maumivu. Jina linaweza likabeba umaskini. Jina linaweza kubeba uharibifu. Inawezekana jina lako lilopewa, nyuma ya jina hilo kuna maumivu umeyabeba, kuna uharibifu umeubeba, kuna umaskini umeubeba, kuna kansa au HIV ya ukoo umeibeba, na wewe haukuwahi kujua kama jina hilo lina maana gani ndani ya familia yako, ndani ya ukoo wako. Leo unatabika kwa sababu jina lako ambalo ni utambulisho leo limeharibikiwa, limebeba maumivu ya ajabu. Na leo ninatamka, Dr. Choma, haijalishi maumivu umeyabeba nyuma ya jina, leo nitakuomboa kwa damu ya Yesu. Nataka nione upambanaji wako wa makofi. Hilo jina kuna mabadiliko yanakwenda kutokea. Jina limebeba utambulisho halisi ya mtu. Inawezekana jina lako uliitwa shida. Nyuma ya jina hilo usitegemee kufanikiwa, usitegemee kusaidiwa na mtu yoyote, usitegemee kupata baraka yoyote. Wewe utakuwa ni mtu wa kilio, ni mtu wa huzuni kwa sababu ya hilo jina shida. Hilo jina inawezekana uliitwa wakati mama yako anapitia magumu, wakati mama yako ameachwa na baba yako, wakati mama yako amekataliwa na ndugu. Na mimi leo nimesimama kidedea kwa ajili ya mapambano kulitoa jina lako mahali ambapo limewekwa, mahali ambapo limezingirwa. Leo nimetumwa, nina habari njema juu ya jina lako. Hatima ya jina lako itabadilishwa leo. Wewe uko hapa, haujui maana ya jina ulilonalo, haujui hilo jina linatokana na nini kwenye ukoo wako. Unalo jina lakini haufahamu linatokana na kitu gani, linatokana na mtu gani. Hilo jina ulilopewa linatokana na nini ndani ya ukoo.